Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni, na wakati huu tuelekee huko Teherani nchini Iran. Naitwa Ramadhani Fupi. Baada ya kumalizika kwa vita vya siku 12 kati ya Iran na Israel, ambapo pia serikali ya Marekani chini ya rais wake Donald Trump iliingilia kati vita hivyo na kufanya mashambulizi kwenye vinu vya nyuklia vya Iran, hatimaye sasa Iran imeanza rasmi ukarabati mpya wa vinu hivyo vya nyuklia. Itakumbukwa mnamo Juni 22 Marekani ilifanya mashambulizi mazito kwenye vinu vitatu vya nyuklia vya Iran, kinu cha Natanz, Fordo pamoja na Isfahan, lakini wakati huu Iran imeanza tena ukarabati wa vituo hivyo, hasa katika kituo cha Fordo. Kulingana na picha za satellite kutoka Maxar Technology, zinaonesha vifaa mbalimbali vya ujenzi vikifanya kazi katika eneo la kinu cha nyuklia cha Fordo, ambacho kilikuwa moja kati ya vinu vitatu vilivyoshambuliwa na jeshi la Marekani wakati wa vita vya siku 12 kati ya Iran na Israel. Aidha, vifaa hivyo kama vile greda, tingatinga, maroli pamoja na vifaa vingine vimeonekana vikifanya kazi ya kutengeneza barabara inayoingia katika kinu hiko cha nyuklia cha Fordo. Akitolea ufafanuzi kuhusu picha za satellite zinazoonyesha ujenzi huo, David Akbright ambaye ni mtaalamu wa silaha za nyuklia amesema kwamba kazi hiyo ya ujenzi itajumuisha ufanyaji tathmini wa uharibifu wa kiuhandisi, kuchukua sampuli ya mionzi pamoja na kuziba mashimo yaliyotokana na milipuko ya mabomu. Hata hivyo, baada ya shambulizi la jeshi la Marekani kwenye vinu hivyo vitatu vya nyuklia vya Iran, rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba kikosi chake cha kijeshi kimeharibu kabisa vinu vya nyuklia vya Iran. Lakini kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la kudhibiti nguvu za nishati IAEA, Rafael Gross, yeye anasema kuwa Iran ina uwezo wa kuanza tena mchakato wake wa urutubishaji wa uranium ndani ya miezi michache baadaye. Pia akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la CBS, Rafael Gross amesema kuwa Iran ina kilo takriban 400 za uranium zilizorutubishwa ambazo mpaka sasa hazijulikani wapi zilipo. Kulingana na tathmini ya kinadharia iliyofanywa na shirika hilo la kimataifa la kudhibiti nguvu za nishati IAEA, inaonyesha kuwa kilo 400 za uranium za Iran zinatosha kabisa kuzalisha zaidi ya mabomu 9 ya nyuklia endapo kilo hizo zitarutubishwa kwa 90%. Taarifa zinadai kuwa kabla ya kuanza kwa vita kati ya Iran na Israel, Iran ni kama vile ilishtukia mchezo, hivyo ilihamisha kilo hizo 400 za uranium, na hata Marekani ilipofanya mashambulizi kwenye maeneo hayo hapakuwa na kilo hizo 400 za uranium ambazo Marekani na Israel ziliamini kuwa zilihifadhiwa kwenye kituo cha Fordo. Lakini mpaka sasa IAEA inasema kuwa haijui kilo hizo 400 za uranium zimepelekwa wapi. Anasema, hata mimi sikujua ni wapi zilipo kilo 400 za uranium zilizorutubishwa na Iran. Ingeweza kuharibiwa, hali ingekuwa tete katika eneo hilo, alisema Rafael Gross, mkuu wa wakala wa shirika la kimataifa la kudhibiti nguvu za nishati IAEA. Pia ikumbuke kwamba Marekani ilisema kuwa endapo Iran itaendelea na mpango wake wa urutubishaji wa nyuklia, basi Marekani itafanya tena mashambulizi dhidi ya Iran. Na wakati huo huo, Iran nayo imesema kwamba itaendeleza mpango wake wa uzalishaji wa nyuklia wa amani, na hakuna yeyote mwenye uwezo wa kumzuia ila tu itazingatia sheria za kimataifa. Iran imesema kuwa itaendeleza mpango wake wa uzalishaji wa nyuklia kwa ajili ya matumizi ya kiraia na wala si kuwa na nyuklia ambazo zitaleta madhara kwa wengine. Mfuatiliaji wa Fupi Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu, lakini usisahau kusubscribe, usisahau kulike, kushare na kukomenti. Naitwa Ramadhani Fupi.